Debora alifanya kazi usiku na mchana kumsaidia mumewe alipokuwa hana kitu. Lakini utajiri ulipokuja, mume akaanza kumdhihaki, akamwita mnene na majina mengine mabaya kwa sababu ya unene wake, lakini mbaya zaidi akamwacha na kuchukua mwanamke mwingine. Mwanzoni Debora hakuwa mnene kihivyo, bali alikuwa na umbo la wastani, si mnene wala si mwembamba, na alikuwa mwenye muonekano wa kuvutia sana. Alipata mimba mara 2 mfululizo na zote ziliharibika kwa sababu ya kujitolea kufanya kazi ngumu kwa upendo na kutamani kuona familia yake haina dhiki. Mume wa Debora ambacho alikuwa hakijui ni kwamba unene wa Debora ulikuja kutokana na homoni za ujauzito ambazo zilibaki mwilini na pia msongo wa mawazo wa huzuni ya ndani, na wala si kwamba unene huo ulitokana na uvivu. Hii ni hadithi ya mwanamke aliyetendwa vibaya sana, licha ya upendo, kujitolea na uaminifu aliyomimina kwenye ndoa yake. Kabla hatujaingia kwenye simulizi hii iliyojaa usaliti, mapenzi na mafundisho, usisahau kubonyeza kitufe cha like. Na kama wewe ni mgeni kwenye chaneli hii, jiunge nasi kwa kusubscribe ili usipitwe na simulizi hizi zisizosahaulika, zilizojaa mafundisho yatakayokupa mwanga kwenye maisha. Hebu tuanze. Kilio kikali cha mwanaume kilisikika kikiunguruma kwenye korido ya hospitali. Alikuwa ni Bwana Danieli Nkumbi. Sauti yake ilijirudiarudia kwa ukali, mikono yake ikitetemeka na macho yake yakiwa mekundu kwa machozi. Hii ni mimba ya pili inatoka sasa ndani ya miaka 3 tu, alisema huku akilia kwa uchungu. Maumivu yake yaligusa kila mtu pale hospitali kwa uzito, kiasi kwamba hata watoto waliokuwa eneo la kusubiri walinyamaza kimya. Wauguzi wawili walitoka haraka na kumgusa mabegani kwa upole. Ndugu, tafadhali tulia. Twende ofisini kwa daktari mkuu, atakueleza kila kitu, mmoja akasema kwa upole. Danieli akafuta macho yake kwa nyuma ya mkono, kifua chake kikipanda na kushuka kana kwamba alikuwa karibu azimie. Kwa utulivu akawafuata. Ndani ya ofisi ya daktari mkuu, Danieli aliketi akiwa amekunja ngumi zake. Daktari mzee alimtazama kwa huruma. Bwana Danieli, daktari alianza taratibu, najua hili jambo ni chungu, lakini mke wako Debora amekuwa akifanya kazi ngumu kupita kiasi. Mwili wake ulikuwa chini ya shinikizo kubwa. Hiyo ndiyo sababu amepoteza ujauzito huu. Danieli akainua kichwa kwa mshangao. Shinikizo? Lakini daktari, vipi inawezekana? Daktari akavuta pumzi. Mara ya mwisho alipokuja kliniki, nilimkagua. Shingo ya kizazi chake ilikuwa inaanza kufunguka mapema kabla ya muda wake. Nikamwonya hakuna kunyanyua vitu vizito, aipuke msongo wa mawazo na hasira. Nilimwambia apumzike vizuri, lakini hakufuata ushauri. Sura ya Danieli ikabadilika, akajihisi ametendwa. Hakuniambia haya yote, akanong'ona. Kama ningejua, ningehakikisha amepumzika. Daktari, najua alijaribu kunisaidia kwa sababu kazi yangu hailipi vya kutosha. Labda hakutaka kunisumbua, lakini kama ningejua. Danieli akaishiwa nguvu, machozi yakaanza kumtiririka tena. Maumivu ya kupoteza mtoto mwingine yakampasua moyo kama kisu. Daktari akasikitika sana. Tafadhali usimlaumu sana. Yeye pia anaumia moyoni kwa jambo hili. Danieli akatikisa kichwa kwa udhaifu, akamshukuru daktari, kisha akajikokota kuelekea wodini kwa Debora. Alipoingia, Debora alikuwa amelala kitandani. Uso wake ulilowa kwa machozi. Taratibu alikuwa akirudia kusema, ni kosa langu. Ni kosa langu. Danieli akiwa pembeni yake. Hapana mpenzi. Acha kusema hivyo. Huna kosa. Tafadhali acha kulia. Lakini Debora hakuweza kuacha. Akageuza uso wake kwa aibu. Nilipaswa kukuambia. Nilipaswa kupumzika. Nimeua mtoto wetu. Akalia kwa uchungu. Danieli akashika mkono wake kwa nguvu. Mpenzi, nisikilize. Usijaribu kusema hivyo tena. Hujamua mtu yeyote. Mungu anajua kwa nini haya yametokea. Usijilaumu tafadhali. Sauti ya Danieli ilikuwa ya ukarimu. Taratibu, kilio cha Debora kikaanza kupungua. Akahema na kuweka kichwa chake kwenye mto. Siku 2 baadaye, Debora aliruhusiwa kurudi nyumbani. Danieli akamkalisha kwa upole. Mpenzi wangu, kuanzia leo naomba usisumbuke na hizi kazi. Hakuna kukimbia huku na kule. Tafadhali pumzika kama daktari alivyoagiza. Nitahakikisha nashughulika na majukumu mimi mwenyewe. Debora akatikisa kichwa kwa upole. Moyo wake ulikuwa mzito, lakini akajaribu kutabasamu. Wakati huo, Danieli alikuwa akibeba jalada lake la kahawia kila mahali, akifuatilia mikataba katika sekta ya ujenzi. Aliandika mapendekezo, aliomba kazi, na akaomba kwa Mungu apate mafanikio. Lakini kwa kuwa bado hapakuwa na matokeo, pia alichukua vibarua vidogo kama kuhudumia chakula kwenye mgahawa wa mtaa ili tu apate hela ya chakula na kodi. Alikuwa na nia thabiti ya kutokumwacha mkewe ateseke tena. Lakini baada ya mimba ya pili kuharibika, mwili wa Debora ukaanza kubadilika. Homoni za ujauzito zikabaki mwilini na taratibu akawa anaongezeka uzito. Msongo wa mawazo ulifanya hali iwe mbaya zaidi na hivi karibuni akaacha kujali muonekano wake. Chakula kikawa faraja yake pekee. Alikula kila mara alipojihisi huzuni, na karibu kila siku alikuwa na huzuni.
Kadri siku zilivyoenda, uzito wake ukaongezeka na mwili wake ukawa mzito zaidi. Baada ya miezi 6, yule mwanamke mwenye umbo la wastani aliyekuwa ameolewa na Danieli hakuonekana tena. Badala yake alibaki mwanamke mzito mwenye huzuni iliyochorwa usoni mwake. Majirani walianza kunong'ona. Baadhi ya wanawake wakinong'onezana, tazama Debora. Tangu apoteze mimba ile, amejigeuza kuwa mnene kama mchezaji wa mieleka. Lakini Debora hakujali. Tayari alikuwa amepoteza furaha yake. Kula kulikuwa kitu pekee kilichomfariji. Jioni moja, Danieli akarudi nyumbani akiwa amechoka baada ya siku ya kutembea sana bila kupata mkataba. Shati lake lilikuwa limelowa jasho. Alipoingia, alimwona Debora akila sahani kubwa ya ugali wa muhogo na supu. Alikula taratibu kana kwamba hicho ndicho kitu pekee kinachombakiza hai. Danieli akatupia jalada lake kwenye kiti na kutoa pumzi ndefu. Macho yake yakamkagua kutoka kichwani hadi miguuni. Mpenzi, angalia ulivyo, akasema kwa ukali. Ujali hata tena juu yako. Kila siku ni kula tu na kuongeza uzito. Hivi ndivyo unataka kubaki? Debora akaganda. Machozi yakajaa macho yake mara moja. Akamtazama kwa moyo uliovunjika, kisha akageuza uso wake kimya. Danieli akapumua kwa nguvu, akajikuna kichwa, kisha akaingia chumbani bila kusema neno lingine. Kile Danieli asichokuwa akielewa ni kwamba ongezeko la uzito wa Debora halikuanzia kwenye uvivu. Baada ya mimba ya pili kuharibika, mwili wake ulianza kubadilika. Msongo wa mawazo ukaongeza ile hali, na chakula kikawa faraja yake. Wiki chache baadaye, Danieli akaingia mbio kwenye sebule ndogo ya nyumba yao jioni moja. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi mingi, macho yake yalimetameta kwa furaha. Mpenzi, nimefanikiwa kusajili kampuni yangu ya ujenzi, akapaza sauti akitamani kucheza. Debora akamtazama kwa mshangao. Uso wake ukang'aa kwa furaha. Hilo ni jambo la baraka. Mungu atabariki kazi ya mikono yako, akasema huku akipiga makofi kwa shauku. Danieli akatabasamu, kisha akakohoa kidogo. Lakini nahitaji msaada wako. Sina hela ya kuajiri wafanyakazi bado. Nataka uwe mtu wangu wa mapokezi kwa sasa tu. Moyo wa Debora ukayeyuka. Alifurahi kuona kwamba bado alihitajika na mumewe. Akasema, bila shaka mpenzi wangu, nitakusaidia. Hata mimi nimechoka kukaa nyumbani siku nzima. Kuanzia siku hiyo, Debora akakaa mapokezi. Kila siku asubuhi alipiga pasi nguo zake za zamani, akaketi kwenye ofisi ndogo aliyokuwa ameikodisha Danieli, akapokea simu, akaandika barua, na hata kubaki ofisini hadi usiku akimsubiri mumewe atoke kwenye mikutano. Baada ya miezi michache matumaini yao yalipokaribia kufa, Danieli ghafla akaingia ofisini mchana mmoja wenye joto. Uso wake ulikuwa uking'aa kwa furaha. Mpenzi, Mungu ametenda, akapaza sauti. Nimepata mkataba wa kujenga hoteli niliyokuwa nimeufuatilia karibu miaka 3 sasa. Debora akaruka juu, akapiga kelele na kumbusu kwa nguvu mumewe. Machozi ya furaha yakamiminika usoni mwake. Asante Mungu, akashukuru. Usiku huo, hakuna kati yao aliyelala. Walicheka, walicheza. Waliona dalili za ndoto zao kutimia. Hatimaye, mateso yao yalikuwa karibu kuisha. Asubuhi iliyofuata, Danieli tayari alikuwa amevaa suti yake nyeusi safi. Viatu vyake viling'aa na uso wake ulikuwa safi huku akishika jalada lake la kahawia. Debora akamsogelea, akambusu taratibu shavuni na kumnongoneza kwa maombi. Mungu akubariki mpenzi wangu. Kila jambo lako leo liende vizuri. Danieli akatikisa kichwa na akaondoka kwenda kwenye kikao. Siku zikapita, lakini Danieli hakurudi nyumbani. Debora akangoja usiku na mchana. Mwanzoni alidhani alikuwa bize akimalizia mkataba. Akapika wali wa pilau alioupenda na kuacha mezani, lakini Daniel hakurudi. Akapiga simu mara nyingi, hazikupokelewa. Akatuma meseji, hazikujibiwa. Moyo wake ukaanza kuwa mzito kwa hofu na wasiwasi. Baada ya wiki moja kupita, jirani mmoja akamnongoneza, Debora, mume wako hajapotea. Anakaa hotelini, hoteli ya nyota 5 mjini. Moyo wa Debora ukadondoka. Bila kupoteza muda, akakimbia na kuchukua teksi. Akiwa ndani ya gari, mikono yake ilitetemeka huku akisali kimya kimya, Mungu, tafadhali isiwe kweli. Alipofika hotelini na kuingia kwenye jumba lenye mwanga, macho yake yakaanza kuchunguza kila kona. Ghafla akaganda. Pale katikati ya ukumbi alimuona Danieli amesimama. Alionekana tofauti, tajiri na mwenye kujiamini zaidi. Mavazi yake yalikuwa ya kifahari, viatu vikiwa vimepolishiwa, na uso wake uking'aa kwa majivuno. Na hakuwa peke yake. Alikuwa na mwanamke kijana mrembo pembeni yake, akimshika Danieli mkono kana kwamba yeye ndiye aliyemiliki. Alikuwa amevaa gauni jembamba lililoonyesha maumbo yake, na alicheka kwa sauti kubwa kana kwamba hoteli yote ile ilikuwa mali yake. Pumzi ya Debora ikakwama. Akatembea moja kwa moja kuelekea alipo Danieli na huyo mwanamke, miguu ikitetemeka, sauti yake ikitikisika akisema, Danieli, nini kinaendelea? Nimekuwa nikikupigia simu kila siku upokei. Uliniambia kuhusu mkataba. Vipi, umefaulu? Na huyu mwanamke ni nani?
Danieli akamgeukia Debora, macho yake yakiwa baridi kama jiwe. Debora, tangu siku nikuoe, umeniletea mkosi tu. Kwanza mimba zimekuwa zikiharibika, na sasa angalia ulivyo. Umekuwa kama tembo, fedheha kwangu. Ebu niambie, tajiri kama mimi naweza kutembea na mtu kama wewe? Kinywa cha Debora kikafunguka, lakini kabla hajazungumza, yule mwanamke kijana pembeni akacheka kwa dharau. Akajikumbatia kwa Danieli na kusema kwa kiburi, jina langu ni Vaileti. Mimi ndiye mwanamke ambaye Danieli anastahili kuwa naye. Angalia wewe ulivyo, mnene, mzito na mwenye huzuni. Unaamini kweli mwanaume mwenye pesa atapoteza muda wake na mtu kama wewe? Akaanza kuzunguka taratibu, akijionyesha kwa majivuno. Macho ya Danieli yakamfuata kwa kupendezwa, akitabasamu kama mwanaume aliyezama kwenye mapenzi. Debora akajihisi kana kwamba amechomwa mkuki moyoni. Machozi yakaanza kumtiririka bila kudhibitika. Sauti yake ikatetemeka akisema, baada ya yote niliyopitia kwa ajili yako, nilipoteza mimba ya kwanza kwa sababu ya njaa. Nikaipoteza ya pili kwa sababu ya kazi nyingi nikijaribu kukutunza. Uchungu huo ukanisukuma kwenye msongo. Ndiyo maana nikaongezeka uzito huu unaonidhihaki kwa sababu yake. Na sasa unasimama hapa kunita tembo. Danieli akamtazama bila hata chembe ya huruma na kumwambia, kwani ninaongopea? Watu wote mtaani wanakuita mwanamke mnene. Ebu niambie, tajiri kama mimi naweza kutembea na wewe? Nahitaji mwanamke mwenye mvuto na si wewe. Sauti ya Debora ikapasuka huku machozi yakitiririka. Kwa hiyo, hunitaki tena? Kwa sababu tu umekuwa tajiri? Kwa sababu nimeongezeka uzito? Danieli akatabasamu kwa baridi, sauti yake ikikatakata kama kisu. Mapenzi, Debora. Mapenzi hayamlishi mwanaume. Wewe sasa ni mzigo tu kwangu. Nimesonga mbele na Vaileti na ananipa heshima ambayo hukuwahi kunipa. Wakili wangu ataleta karatasi za talaka uweke sahihi, kwa sababu ndoa hii imekufa. Akamvuta Vaileti karibu na kumbusu kwa dhati mbele ya kila mtu. Ukumbi mzima wa hoteli ukapiga kelele za mshangao. Mwili wa Debora ukatetemeka. Aibu ikamchoma kifuani. Akageuka na kukimbia kuelekea mlangoni, machozi yakimtiririka kama maji. Alipokuwa akikimbia nje ya hoteli, machozi yakamfanya asione vizuri. Karibu akagongana na mwanaume aliyekuwa akipita. Yule mwanaume akasimama akimtazama kwa karibu, kisha yule mwanaume akasema, subiri, Debora, kweli ni wewe? Debora akiwa bado kwenye mshtuko, akafuta uso kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka na kuinua macho. Akamjua yule mwanaume. Oh my God! Meshaki! Alikuwa ni rafiki yake wa zamani chuoni, kijana ambaye hakuwa amemwona kwa miaka mingi. Ni muda mrefu sana, Meshaki akasema kwa tabasamu la joto. Imepita miaka mingi kweli. Uko salama? Machozi yakiendelea kumtiririka Debora. Sijawa salama sana, akajibu kwa udhaifu. Tabasamu la Meshaki likapotea alipotazama kwa haraka ndani ya ukumbi, akimwona Danieli na Vaileti. Akamwambia Debora, nimeona kilichotokea sasa hivi. Hivi huyo ndiye mume wako? Akauliza. Debora akabanwa na kilio. Akasema ni mume wangu ndio. Ameniita mnene na kunitupa kwa sababu ya huyo mwanamke. Nimehangaika naye kwa miaka mingi ya shida na mateso, lakini sasa amepata pesa, ameniacha. Uso wa Meshaki ukabadilika kwa hasira. Kisha Meshaki akasema, cha kushangaza mimi ndiye niliyeidhinisha mkataba huo kwake. Macho ya Debora yakapanuka kwa mshangao. Wewe? Meshaki akatikisa kichwa taratibu na kumwambia Debora, usijali, jikaze, kila kitu kitaenda sawa. Alimtazama kwa upole na kumuuliza, naweza kukusindikiza nyumbani? Debora alifuta machozi yake akajibu, sijui kama naweza kurudi huko. Majirani zangu tayari wananicheka. Wanasema mume wangu ameniacha kwa sababu ya mwili wangu. Sauti ya Meshaki ikawa ya upole zaidi. Basi njoo nami. Unaweza kukaa kwangu muda wowote unaotaka. Debora alisita akauliza, lakini vipi kuhusu mkeo? Utaelezaje kumleta mwanamke mnene nyumbani kwako? Meshaki akacheka taratibu. Mimi sina mke bado. Kwa hiyo uko huru. Akampandisha kwenye gari yake. Safari ya kuelekea nyumbani kwa Meshaki ilikuwa kimya. Debora alitazama dirishani, mawazo yake yakiwa yamejaa maumivu. Muda mfupi uliopita, alikuwa mwanamke aliyeolewa na mwenye matumaini. Lakini ghafla ameachwa na tena kwa kudhalilishwa. Meshaki akamwangalia na kusema, Debora, usiendelee kulifikiria sana jambo hili. Najua inauma, lakini utakuwa sawa. Debora akatabasamu kwa uchungu. Nitawezaje kuwa sawa Meshaki? Nilimpa Danieli kila kitu. Niliteseka naye tulipokuwa hatuna chochote, nikiwa na matumaini siku moja maisha yangekuwa bora. Na sasa amepata pesa, ananiita mimi si chochote. Meshaki akavuta pumzi ndefu. Watu wengine hubadilika wakishapata mali, lakini niamini, matendo ya Danieli yanasema mengi zaidi kuhusu yeye kuliko yanavyokuhusu wewe. Hatimaye walifika mbele ya jumba kubwa lililozungukwa na geti refu, maua yenye rangi nyingi na chemchemi iliyong'aa. Macho ya Debora yakapanuka kwa mshangao. Akauliza, Meshaki, hii ni nyumba yako? Meshaki akatabasamu kwa joto.
Ndiyo, namshukuru Mungu, hii ni nyumba yangu. Pia nina nyumba nyingine ila hazipo hapa. Akatoka na kumfungulia mlango. Njoo, tuingie ndani, alisema kwa upole. Ndani, nyumba hiyo ilionekana kama peponi. Taa kubwa za kifahari zilining'inia kutoka juu. Viti vilikuwa laini na vya gharama. Mapazia yalimetameta na kila sehemu ilijaa harufu ya usafi na hadhi. Debora akasimama akishangaa. Mara ya kwanza kwa miezi mingi, machozi yake hayakuwa ya uchungu pekee, bali pia ya mshangao. Meshaki aligundua Debora amekaa kimya, uso wake ukiwa umebeba huzuni. Lazima una njaa, alisema kwa sauti ya upole. Wacha nimwambie mpishi akuandalie kitu. Lakini Debora akatikisa kichwa haraka. Hapana, niache nipike. Kupika kutanifanya nijisikie vizuri. Kutanifanya akili yangu itoke kwenye mawazo kuliko nikikaa tu bila kazi. Meshaki akapandisha nyusi. Bado unataka kupika hata hapa? Ndiyo, akasema. Kutanifanya nijisikie hai. Meshaki akacheka kidogo, akamwambia sawa basi, jiko ni lako sasa, kuwa huru. Debora akaingia jikoni na akashangaa. Jiko lilikuwa kubwa, limejaa vifaa vya kisasa. Rafu zilikuwa zimejaa mboga mbichi, matunda, nyama na viungo. Alipofungua kabati, macho yake yakakutana na kitu. Jarida la afya ya wanawake. Akalichukua kwa udadisi na kuanza kulipitia. Ndani yake kulikuwa na mapishi ya vyakula vya kiafya, mpango wa lishe na mazoezi mepesi yanayosaidia wanawake kupunguza uzito. Kitu kilimtikisa moyoni alipokuwa akisoma. Mara ya kwanza kwa miezi mingi, alihisi cheche ndogo ya matumaini. Unavutiwa nacho? Sauti ya Meshaki ikamstua. Alipogeuka, alimwona Meshaki amesimama mlangoni akitabasamu, kisha akamwambia, hilo jarida lilikuwa la dada yangu. Baada ya kujifungua mtoto wake wa pili, aliongezeka uzito. Alifuata hatua zilizomo humo kwa msaada wa wataalamu na sasa amebadilika kabisa. Macho ya Debora yakapanuka. Akauliza, kweli? Una picha zake nimuone? Meshaki akatoa simu na kumwonyesha. Debora akashusha pumzi kwa mshangao. Mwanamke aliyekuwa kwenye picha alikuwa mwembamba, mwenye mvuto na mrembo. Debora akasema, anaonekana mrembo sana. Meshaki akatikisa kichwa akamwambia, alijituma sana kuzingatia yaliyomo humo. Ukiwa tayari kujaribu, naweza pia kukusaidia. Debora akanyamaza kwa muda, macho yake yakishuka chini. Kisha kwa pumzi iliyotikisa kidogo, akasema kwa upole, uzito wangu haukuja ghafla tu. Ila baada ya mimba yangu ya pili kuharibika, mwili wangu ulianza kubadilika. Nikaanza kuongezeka uzito, na msongo wa mawazo ulipoingia, mambo yakawa mabaya zaidi. Chakula kikawa faraja yangu. Kitu pekee kilichotuliza moyo wangu. Nikala zaidi na zaidi, nikijaribu kufunika pengo lililokuwa moyoni mwangu, bila ya kujua kwamba nitakuja kudondokea kwenye hali hii. Macho ya Meshaki yakawa ya upole. Aliegemea mlangoni akimtazama taratibu. Hata mimi sikutarajia kukuona hivi, alisema huku akitabasamu kidogo. Chuo kikuu, ulikuwa na umbo la kuvutia sana. Ulikuwa mmoja wa wanawake waliovutia zaidi chuoni. Debora akapiga kicheko cha aibu, sauti yake ikivunjika. Maisha huwa na njia ya kubadilisha watu Meshaki. Mimi pia sikuwahi kufikiria kama maisha yangu yangeishia hivi. Mara ya kwanza siku hiyo, alitabasamu taratibu kupitia maumivu kidogo. Labda bado sijachelewa. Nafikiri nitajaribu hizi mbinu za kiafya, Debora alisema. Siku chache za kwanza akiwa kwa Meshaki hazikuwa rahisi. Maumivu ya usaliti wa Danieli bado yalimwandama. Usiku mwingi aliketi kando ya dirisha, akijiuliza, kweli mimi sifai? Je, uzito wangu ulifanya nisiwe na thamani ya kupendwa? Meshaki alimpa muda Debora wa kukaa peke yake ili atafakari, lakini hakumwacha peke yake kabisa. Wakati mwingine alimkumbusha matukio mbalimbali ya siku zao kipindi wakiwa chuo, akamchekesha na kumkumbusha kwamba bado ana thamani. Kisha asubuhi moja, Debora alifanya uamuzi. Aliingia jikoni, akachukua jarida na kulisoma kwa makini. Lilikuwa kuhusu kuishi kwa afya, kula vizuri na kufanya mazoezi mepesi. Meshaki alipomkuta akisoma, alitabasamu na kumwambia, kwa hiyo sasa umedhamiria? Debora akatikisa kichwa kwa uthabiti. Ndiyo, lakini si kwa ajili ya Danieli. Si hata kwa ajili ya kulipiza kisasi. Kwa ajili yangu mwenyewe. Nataka nijisikie tena mwenye kujiamini. Huo ndio moyo, Meshaki alisema. Na usijali, nitakuunga mkono kila hatua. Safari yake ikaanza. Mwanzoni ilikuwa ngumu. Alibadilisha milo yake kutoka sahani nzito za wali na mafuta hadi sehemu ndogo za matunda, mboga na chakula kisicho na mafuta mengi. Meshaki alimwajiri mkufunzi wa kumsaidia Debora. Siku za kwanza za mazoezi zilikuwa ngumu. Mwili wake uliuma, miguu yake ikatetemeka na jasho likamiminika kama mvua. Jioni moja, baada ya mazoezi magumu, Debora alianguka kwenye kochi kwa sababu ya uchovu. Meshaki akajiunga naye na kumpa glasi ya maji. Umechoka? Aliuliza kwa upole. Sana, alisikitika. Sikuwahi kujua mabadiliko yanaweza kuwa magumu hivi. Meshaki akacheka kidogo. Akamwambia, kila kitu chenye thamani kinahitaji juhudi, lakini tayari naona mabadiliko kwako.
Debora akapandisha nyusi. Unasema tu kunifariji? Meshaki akamkaribia zaidi. Hapana, nasema kwa dhati. Kuna hatua umepiga sasa, na si tu kwa nje, bali pia ndani. Mara ya kwanza, Debora akapigwa na aibu. Hakuna mtu, hata Danieli, aliyewahi kumwambia maneno kama hayo. Haraka akanywa maji yake kuficha uso wake. Miezi 6 baadaye, Debora aliendelea kuwa thabiti. Nguo zake zikaanza kuonekana kubwa kwenye mwili wake. Mashavu yake yakaanza kupungua. Akajihisi mwepesi, mwenye nguvu na aliyejaa nguvu mpya. Kila alipokuwa akijitazama kwenye kioo, hakuona tena mwanamke aliyevunjika moyo na kutelekezwa na Danieli. Alimwona mwanamke mwenye kujiamini, aliyekuwa akizaliwa upya. Jioni moja, Meshaki alimshtua Debora kwa kumpeleka kwenye mgahawa wa kifahari huko Goldeni Testi. Alivaa gauni jekundu la kuvutia lililokaa vyema kwenye mwili wake mpya. Walipoingia mgahawani, vichwa viligeuka. Watu walimtazama, si kwa dhihaka, bali kwa mshangao wa kuvutiwa. Meshaki akainama karibu na sikio lake na kunong'ona, leo unaonekana wa kuvutia kupindukia. Debora akatabasamu, asante Meshaki kwa kila kitu. Mara ya kwanza baada ya muda mrefu, alihisi furaha ya kweli. Miezi kadhaa baadaye, Meshaki alimwalika Debora kwenye hafla kubwa ya kibiashara. Mwanzoni alisita, akisema, Meshaki, sijawahi kwenda kwenye tukio kama hilo. Mimi sifai kuwa huko. Meshaki akacheka taratibu. Akamwambia, Debora, ondoa wasiwasi kule, kila mtu yuko bize na mambo yake. Hakuna wa kukufuatilia. Na isitoshe sasa hivi upo katika umbo lako lile ulilokuwa nalo chuoni, ni nini unahofia? Maneno yale yakamtia moyo Debora, akakubali. Siku ya tukio, alivaa gauni ya njano la kupendeza lililong'aa chini ya mwanga. Alipotoka chumbani kwake, Meshaki alibaki kinywa wazi. Wow, alinong'ona. Unaonekana wa kushangaza. Debora akapata aibu. Akasema, hapana, sio sana. Zaidi ya sana, Meshaki akajibu. Alafu akaongezea, jikubali Debora. Kisha akamshika mkono, na kwa pamoja wakaondoka kuelekea kwenye hafla. Ukumbi ulikuwa unametameta na utajiri na hadhi. Mabwanyenye wa biashara, watu maarufu na wanasiasa walijaa humo. Debora alipoingia akiwa pembeni ya Meshaki, mazungumzo yakapungua, vichwa vikaelekezwa kwake, minongono ikasikika. Alitembea akiwa ameinua kichwa chake juu, uzuri wake haukuwa na pingamizi. Kule ukumbini, Danieli, mume wa zamani wa Debora, alikuwa amekaa na Vaileti. Alionekana kuchoka, uso wake ukiwa umejaa mistari ya msongo. Macho yake yalikuwa yakizunguka kwa uvivu mpaka yalipomkuta Debora. Nyusi zake zikajikunja, akaangalia mbele akimtazama kwa makini zaidi. Huyo mwanamke ni nani? Alinong'ona. Anaonekana kama namfahamu. Vaileti akamwangalia Debora na kukunja mabega. Sijui, lakini kweli anaonekana kama mtu niliyewahi kumwona. Danieli hakuweza kuondoa macho yake kwake. Akainuka taratibu, akichukua hatua zisizo na uhakika. Alipokaribia zaidi, ukweli ukampiga kama radi. Kinywa chake kikafunguka. Debora, alitamka kwa kutokuamini. Debora akatabasamu kwa utulivu. Habari, Danieli. Macho ya Danieli yakamchunguza kutoka kichwa hadi miguu, akihangaika kuamini kile alichokuwa anakiona. Wewe umebadilika sana. Najua, Debora alisema kwa upole, sauti yake ikiwa tulivu na yenye fahari. Meshaki akasogea karibu zaidi, mkono wake ukiwa umeshika mkono wa Debora kwa ulinzi, sauti yake ikiwa baridi lakini thabiti. Vipi, kuna tatizo hapa? Aliuliza. Danieli akameza kwa shida. Sikumtambua mwanzoni. Sauti yake ilitetemeka kwa aibu. Debora akainama kidogo, macho yake yakimchoma moja kwa moja. Ni kwa sababu mwanamke uliyemwacha ameendelea na kuwa bora zaidi. Danieli akaganda. Moyo wake ukazama. Mara ya kwanza, majuto yakamchoma kwa nguvu. Alitambua kuwa alikuwa ametupa almasi huku akikimbiza lulu bandia. Danieli akarudi kuketi na akaendelea kumtazama Debora. Vaileti akagundua na kuuliza, kwa nini unaendelea kumtazama huyo mwanamke? Danieli akajilazimisha kucheka. Si kitu. Lakini ndani yake, kiburi chake kilikuwa kikigombana na aibu. Alijua kuwa haikuwa kitu cha kawaida. Wakati huo huo, Debora alibaki mtulivu na mwenye kujiamini. Alikataa kumwonyesha udhaifu wowote. Meshaki akatabasamu, akainua glasi yake na kugongesha na Debora. Kwa pamoja wakatabasamu huku Danieli akitazama kimya, moyo wake ukiungua kwa majuto. Hafla ilipokuwa inakaribia kumalizika, Meshaki alijitenga kidogo kwenda kuwasalimia viongozi fulani. Kwa bahati, alipita moja kwa moja hadi kwenye meza aliyokuwa amekaa Danieli na Vaileti. Meshaki akatabasamu kwa urahisi. Danieli, habari ya jioni. Nitalazimika kusema, Debora amekuwa akifanya mambo makubwa siku hizi. Amekuwa mwanamke wa kipekee sana. Danieli akajilazimisha kutabasamu, taya zake zikikaza. Naona hivyo. Moyo wake ukateketea kwa uchungu, lakini alijaribu kuuficha. Macho ya Vaileti yakapanuka ukweli ulipomgonga. Mwanamke mzuri aliyekuwa Danieli akimtazama muda wote alikuwa mke wake wa zamani. Akabaki kimya, akitazama kwa makini. Kisha Meshaki akatoa bomu.
Debora sasa ni mchumba wangu. Macho ya Danieli yakapanuka kwa mshangao. Nini? Sauti yake ikavunjika. Kwa muda mfupi, Danieli akahisi kichwa kinazunguka. Mwanamke yule yule aliyemdhihaki, kumtelekeza na kumdhalilisha sasa alikuwa amesimama kwa fahari pembeni ya mmoja wa wanaume wenye hadhi kubwa zaidi nchini. Alifikiri kuwa angeumia, labda hata kuomba msaada, lakini badala yake alikuwa amepaa juu yake kwa kiwango kikubwa. Vaileti akacheka kwa dhihaka. Ah, Danieli, usiniambie bado unamjali mwanamke huyo. Danieli akajirekebisha haraka. Bila shaka hapana. Nilishangaa tu, basi. Wakati huo, msaidizi wa Meshaki akaja na kumpa faili akisema, Mkuu, ripoti uliyoiomba hii hapa. Meshaki akaiangalia haraka, kisha akamgeukia Danieli, uso wake ukiwa mkali. Alafu akaongea kwa msisitizo, Danieli, nahitaji kujadili jambo muhimu sana na wewe. Danieli akakunja uso akauliza, ni jambo gani? Meshaki akaendelea, mkataba tuliokupa, nimepitia ripoti yake na sijaridhishwa na kile nilichokiona. Moyo wa Danieli ukapiga kwa nguvu. Akauliza tena, unamaanisha nini bwana Meshaki? Kampuni yako imeshindwa kutekeleza sehemu kadhaa muhimu za mradi wa ujenzi, Meshaki alisema kwa uthabiti. Kama hutakamilisha kazi hii ndani ya wiki 8, utarudisha malipo yote. Uso wa Danieli ukapoteza rangi. Meshaki, tafadhali, lazima unipe muda zaidi. Sauti ya Meshaki ikawa baridi, akisema biashara ni biashara, na kuanzia sasa utakuwa unaripoti moja kwa moja kwa Debora kila wiki. Baada ya kusema hivyo, Meshaki akainuka na kuondoka, akimwacha Danieli akitetemeka. Usiku ule, Danieli alikaa chumbani mwake, akishika kichwa kwa hasira na msongo. Mkataba aliowahi kuusherehekea sasa ulikuwa laana kwake. Yule mtu aliyempa mradi huo alikuwa akidai matokeo kwa haraka, na mwanamke aliyemtelekeza sasa ndiye aliyeshikilia hatima yake mikononi. Ghafla kidogo Vaileti aliingia ndani akitafuna bigiji kwa sauti kubwa, kisha akajitupia kwa uvivu kwenye sofa. Alafu akauliza kwa kejeli, mbona sura imekauka hivyo? Danieli alimtazama kwa hasira. Akasema, unajua kinachoendelea kweli? Nikikosa kukamilisha mradi huu ndani ya wiki 8, itanibidi nirejeshe pesa zote. Unaona hatari iliyopo? Vaileti alikunja macho kwa dharau. Relaxi Danieli. Tatizo unafikiria sana. Wewe ni bilionea sasa. Tutajipanga. Sauti ya Danieli ilipanda kwa hasira. Tujipange nini? Pesa karibu zote zimekwisha. Tumezitapanya kwenye magari, sherehe, na manunuzi yako yasiyoisha. Nikilazimishwa kurejesha hizo pesa, tumekwisha. Kwa muda kidogo, uso wa Vaileti ulibadilika. Alionekana kukasirishwa. Na yeye akapandisha sauti juu. Usinilaumu kwa kushindwa kwako Danieli. Mwanamke wa hadhi yangu anastahili starehe zote maishani. Kama huwezi kunipa, hizo ni shida zako. Danieli alimtazama Vaileti na ghafla akaona ukweli. Moyoni akagundua kuwa Vaileti hakuwahi kumpenda. Alipenda tu maisha ya kifahari. Akaziona dalili za laana kumrudia, kama vile yeye alivyomtenda Debora. Sasa naye ilikuwa zamu yake kutendwa na Vaileti. Wiki 6 baadaye, katika kampuni ya Meshaki, Danieli alifika ofisini akamkuta Debora alikaa nyuma ya dawati, thabiti na mwenye kujiamini. Danieli alisimama mbele yake, akiwa na hofu na amevunjika moyo. Debora, naomba muda zaidi, aliongea kwa sauti ya kuomba. Debora alinyanyua nyusi. Muda zaidi? Hapana, muda tuliokupa tayari ulikuwa wa kutosha. Hizo pesa umefanyia nini? Danieli akajikuta akibabaika. Akajaribu kujitetea, nilichanganya mahesabu Debora. Ulidhani Meshaki hataona? Debora alimkata kwa ukali. Ulidhani unaweza kupoteza pesa na bado ukaepuka kuwajibika? Danieli akanyamaza kimya. Debora alisogea mbele. Sauti yake ilikuwa tulivu lakini thabiti. Hii ni biashara, Danieli. Sitakuficha. Una wiki 2 tu. Kamilisha au rudisha kila kitu. Maneno yake yalimchoma kwa uchungu. Yule mwanamke mnyonge aliyewahi kumkejeli hakuwepo tena. Badala yake, alisimama mwanamke mwenye nguvu na ushawishi mikononi mwake. Danieli alitoka ofisini hapo akiwa ameinamisha kichwa, mikono ikitetemeka. Hakuwahi kufikiria maishani kwamba mwanamke aliyemwita tembo siku moja ndiye angekuwa na hatima yake mikononi. Alijaribu kila kitu: simu za dharura kwa wawekezaji, mawasiliano ya haraka, hata kuomba kwa siri kwa Meshaki apewe muda zaidi, lakini hakuna aliyekubali kumsaidia. Sifa yake ilianza kuanguka na muda ulikuwa unakimbia. Danieli alihisi ufalme wake unateleza mikononi siku baada ya siku. Kila usiku, sura ya Debora ilimjia akilini, sura tulivu yenye kujiamini, ikimsumbua rohoni. Kisha kilichokuwa kibaya zaidi kikaja. Wiki moja kabla ya muda kuisha, Vaileti alipaki mabegi yake ya kifahari. Alisimama mbele ya Danieli, uso wake ukiwa baridi na mgumu. Sitakaa hapa kukuangalia unafilisika, alisema kwa ukali. Akavua pete ya uchumba na kuiacha juu ya meza. Nilidhani wewe ni mshindi Danieli. Kumbe wewe ni mpotevu tu mwingine. Kinywa cha Danieli kilifunguka kwa mshangao.
Vaileti, huwezi kuwa siliazi, Danieli alisema. Lakini Vaileti tayari alikuwa akisukuma begi lake kuelekea mlangoni. Hata hakutazama nyuma. Kwa heri, Danieli. Tafuta mwanamke mwingine wa kuteseka naye. Danieli alibaki amesimama kama sanamu, akimwangalia mwanamke ambaye alimchagua badala ya Debora akitembea na kutoweka maishani mwake. Moyo wake ukaanguka. Laana ilikuwa imemrudia kikamilifu. Katika kampuni ya Meshaki, Debora alikaa ofisini akipitia ripoti ya mwisho ya mradi wa Danieli. Uso wake ulikuwa tulivu lakini makini. Ripoti ilikuwa hovyo, majengo hayajakamilika, vifaa vya kiwango cha chini, na dalili za wazi za matumizi mabaya ya fedha. Alivuta pumzi kwa uzito, akapiga simu kwa Meshaki, akasema kwa upole, Danieli ameshindwa kukamilisha kazi. Tunapaswa kuendelea na mchakato wa kurejesha fedha. Sauti ya Meshaki ilikuwa tulivu lakini thabiti. Nilitarajia hilo. Tuendelee na hatua za kisheria. Siku iliyofuata, Danieli alipokea barua. Moyo wake uliteteleka baada ya kusoma kichwa cha habari: kesi ya uvunjaji mkataba na matumizi mabaya ya fedha. Danieli alijua kuwa akaunti zake zitafungiwa akishindwa kurejesha pesa, na mali zake zitakamatwa. Kwa hofu, Danieli alikimbilia ofisini kwa Debora. Mabega yake yaliyowahi kusimama kwa majivuno sasa yalikuwa yameshuka chini, macho yakiwa yamevimba kwa kukosa usingizi. Debora, tafadhali, aliomba kwa sauti iliyovunjika. Nilifanya makosa. Nilikuwa mjinga. Usiruhusu wanichukulie kila kitu. Tafadhali, niombee kwa Meshaki. Debora alimtazama kwa macho tulivu yasiyotikisika. Sauti yake ilikuwa nyororo lakini ikakata kwa kina. Alimwambia Danieli, wakati uliponiacha, ulifikiria nitakuwaje? Ulijali kwamba sina kitu? Hapana. Uliwaza tu juu yako mwenyewe. Na sasa unataka huruma. Danieli akashusha magoti chini, machozi yakimtiririka. Debora, tafadhali. Najua nastahili adhabu hii, lakini nakuomba, usiruhusu nipoteze kila kitu. Kwa muda mfupi, moyo wa Debora ulisita, lakini akavuta pumzi ndefu kisha akatikisa kichwa huku akisema, hii siyo kuhusu kisasi Danieli. Hii ni kuhusu uwajibikaji. Ulipewa nafasi na ukaipoteza. Sasa lazima ukubali matokeo. Maneno yake yalimpasua Danieli kama upanga. Danieli akagundua kuwa kila kitu kimeisha kweli. Kampuni ikaendelea na kesi. Wiki chache tu, Danieli alipoteza kila kitu: magari yake, kasri lake na sifa yake. Mtu aliyewahi kutembea kifua mbele sasa alizuura mitaani akiwa amefedheheka. Wakati huo huo, maisha ya Debora yakachanua zaidi kuliko wakati wowote. Hakuwa amebadilisha mwili wake tu, bali pia akili na roho yake. Akawa mwenye kujiamini, mwenye nguvu na mngao. Uhusiano wake na Meshaki ukazidi kudumu na kuimarika kila siku. Haikuchukua muda, dunia ikapokea habari: Debora na Meshaki wanaoana. Asubuhi ya harusi yake, Debora alisimama mbele ya kioo akiwa amevaa gauni jeupe maridadi. Mwanamke aliyemtazama kwenye kioo hakuwa tena yule aliyevunjika. Alikuwa mzuri, jasiri na mwenye uzima. Akatabasamu kwa upole. Kumpoteza Danieli nilihisi kama mwisho wa maisha yangu, lakini kwa kweli ulikuwa mwanzo. Alipokuwa akitembea kuelekea kwa Meshaki, wageni walipumua kwa mshangao kutokana na uzuri wake. Macho ya Meshaki yalijaa mapenzi. Na pale pale, Debora alijua kuwa hakupata tu upendo tena, bali pia alikuwa amejipata yeye mwenyewe. Maisha yalikuwa yanamtabasamia. Hadithi ya maumivu ikageuka kuwa hadithi ya ushindi. Natumai umefurahia hadithi hii. Tafadhali shiriki mawazo yako na utuambie nini umejifunza kwenye sehemu ya maoni. Tutasoma maoni yote. Na pia nikuibie siri, kuna hadithi nyingine nzuri itaachiliwa hivi karibuni, hivyo usisahau kusubscribe kwenye chaneli hii ili usipitwe na video hiyo. Asante sana kwa kuwa nami mpaka mwisho.